Shetani ndiye baba wa uongo na ndiye mwanzilishi wa lugha ya uongo. Tukisoma maandiko, tukiangalia katika Mwanzo, tunamwona Adamu na Eva. Alafu Eva akawa amefanya kula tunda ambalo Bwana alikwisha kulikataza kwa sababu ya uongo wa baba wa uongo ambaye ni Ibilisi. Ibilisi alimwendea Eva na akazungumza naye kwa namna ya uongo, akamshawishi, hatimaye Eva akaanza kumkosea Mungu, na alipokwisha kumaliza kumkosea Mungu, akaenda akamfanya hadi Adamu amkosee Mungu. Yote ni kwa sababu ya nguvu ya uongo wa Ibilisi mwovu. Kwa hiyo uongo ni wa Ibilisi mwovu na haipingiki wala ikataliwi. Mtu yoyote ambaye anatetea jambo la uovu ambalo limeambatana na uongo, huyo moja kwa moja anaungamanishwa na Ibilisi. Na kuna nguvu kubwa sana kwa habari ya uongo. Watu wa Mungu tunapaswa kuwa macho sana na habari ya uongo. Uongo umefanyika kuwa na nguvu sana kwa kizazi hichi tulicho nacho. Yaani kila mahali unapoenda unakuta uongo unatumika kwa 99%. Yaani ni watu wachache sana ambao wananena kwa neno la ukweli. Yaani wanazungumza ukweli wa moyo wao tangu mwanzo wa sentensi zao mpaka mwisho. Yaani unakuta mtu anajaribu kujieleza juu ya kile ambacho amekipitia, lakini unakuta katika kile uhalisia wa mambo aliyoyapitia, lakini bado anajumlisha na uongo. Yaani kitu anachokinena lazima kiongezewe na uongo, ambao uongo ni lugha ya Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi amewakosa watu katika uzinzi, amewakosa watu katika uwizi, alafu ameingiza uongo, na uongo umewateka hata watu ambao wanajiita ni watu wa Mungu. Hata watu wanaomtumikia Mungu wamekuwa na ndimi za uongo. Watu wanadanganya kiasi kwamba mpaka uwezo kaamini ya kwamba ni watumishi wa Mungu. Hadi wachungaji wengine wana ndimi za uongo. Wanadanganya hadi washirika. Wanadanganya hata mahali ambapo kuna jamii ya watu wengine. Wanatumia uongo ili kuweza kupata vitu fulani, alafu wanatumia uongo ili kujikinga na mazingira fulani. Kwa hiyo uongo ni lugha ya Ibilisi, hiyo haipingiki, lakini watu wamekuwa wakitumia lugha hiyo ya Ibilisi, na watu hao hawatauona ufalme wa mbinguni kwa sababu tayari wamejiungamanisha na lugha isiyo ya Mungu. Lugha ya Mungu ni lugha ambayo inataka uzungumze kweli kila mara unapokuwepo, maana yeye ndiye kweli na yeye ndiye uzima. Kwa hiyo na ndipo tunapoambiwa ya kwamba tunapokuwa tunanena kweli inatufanya tuwe huru kweli kweli, lakini tunaponena uongo inatufanya tuwe katika vifungo vya Ibilisi. Kwa hiyo shetani ametumia uongo kuweza kuupandikiza katika ndimi za watu. Kwa hiyo watu wametekwa na kuzingirwa na nguvu ya uongo. Watu wengi sana nyakati hizi wanautumia uongo kwa ajili ya kuepukana na matatizo. Wanautumia uongo kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu ya kwamba wao ni watu wazuri na ni watu wema, lakini wanashindwa kutumia ukweli kwa sababu ukweli unawaingiza katika majaribu. Ukweli unawaingiza katika shida. Ukweli unawaingiza katika tabu. Kwa hiyo wanatazamia ya kwamba ni heri wapate vilivyo vyema kwa kutumia uongo, lakini ukweli wameuacha na wameukataa. Kwa hiyo ukweli umefanyika kuwa kama gumzo mbele za watu. Wanaomtumikia Mungu na wasiomtumikia Mungu wamekataa kuutumia ukweli, lakini wameng'ang'ania uongo kwa ajili ya kuziponya nafsi zao. Tazama, hata nyakati hizi watu wamekwisha kujua ya kwamba uongo ndio unaotendeka na unaosemekana mahali popote. Maana hata ukienda katika hukumu, unapokuta mtu anahukumiwa alafu akaonyesha kusema ukweli moja kwa moja, huwa anatiliwa shaka ya kwamba mtu huyu aidha amepewa kitu ili aweze kumficha mtu ambaye ametenda jambo hili. Yote ni kwa sababu ameenda moja kwa moja kwenye ukweli. Kwa hiyo imejulikana au inaonekana ya kwamba ulimwengu wa sasa watu wengi wanautumia uongo. Yaani mtu akapelekwa mahakamani alafu akamuuliza ya kwamba je, wewe umebaka? Alafu ukakuta mtu huyo anakuambia ndio, mimi nimebaka, na nimebaka ni kweli, nimebaka kwenye mazingira fulani. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo, hata viongozi au wale ambao ni wanasheria wanaweza wakaanza kutilia shaka ya kwamba mtu huyu itakuwa hakuna uhalisia katika hili. Aidha amepewa fedha
kumficha mtu aliyefanya jambo hili. Lakini yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu tayari imeonekana ya kwamba ulimwengu huu wote umekwisha kutekwa na uongo, na ni jambo ambalo limeonekana kuwa ni dogo sana. Yaani watu wamelitazama kwa udogo sana. Mtu anatumia uongo alafu anaona ni jambo la kawaida. Mtu anadanganya watu, lakini anaona kwamba ni swala la kawaida. Yaani haoni kama ule uongo ni dhambi. Kwa hiyo shetani amefunga fikra za watu, wanashindwa kutambua ya kwamba uongo ni dhambi, na wameanza kuona kama uongo ni jambo la kawaida na si jambo lenye kumkosea Mungu. Lakini nataka niseme na wewe siku hii ya leo ya kwamba uongo ni lugha ya Ibilisi. Kama unajiita umeokoka alafu ni mtu ambaye una ndimi ya uongo, jua kabisa ya kwamba ufalme wa mbingu umeshaukosa tangu sasa, kwa sababu lugha unayoitumia ni lugha ya Ibilisi. Na Mungu anapenda watu ambao wananena kweli, na kunena kweli haijalishi uko kwenye mazingira gani. Unapaswa unene kweli iliyo ya Mungu ili upaswe kumpendeza Mungu. Kwa maana unaponena uongo tayari unajiungamanisha na madhabahu zingine zilizo kinyume na Mungu. Kwa unaweza kujikuta umefika hatua hadi umeanguka katika masuala ya Mungu, si kwa sababu tu ulikuwa ufanyiki vizuri au utendi vizuri, lakini ni kwa sababu unatumia lugha ya uongo. Tuchunge sana ndimi zetu kunena uongo, maana uongo si lugha yetu. Uongo si lugha ya baba yetu, bali uongo ni wa Ibilisi. Tangu mwanzo alianza kumdanganya Eva, hatimaye Eva akaenda kumshawishi Adamu aweze kumkosea Mungu, na ndipo dhambi na makuu yote yanayotendeka nyakati hizi na uharibifu wote unaotendeka nyakati hizi ni kwa sababu ya uongo wa shetani, ambapo alimdanganya Eva. Kwa hiyo wakati wowote utakapotumia uongo, jua utafanyika madhara makubwa juu yako, na utafanyika madhara makubwa juu ya ukoo wako, utafanyika madhara makubwa pia juu ya watoto wako. Jinsi ilivyofanyika madhara makubwa baada ya Eva kudanganywa, ndivyo ambavyo uongo ukitumika juu yako, wewe hautaona kwamba ni jambo ambalo ni baya. Na ndio maana Eva hakuona kuwa ni jambo baya, akataka kumshirikisha na mume wake afanye kile ambacho amekwisha kudanganywa na Ibilisi. Lakini angeliona kwamba ni jambo baya, aidha angeomba toba kwa nafasi yake, lakini hakuomba toba kwa nafasi yake kwa sababu tayari uongo ulikuwa juu yake na hakutazama ya kwamba ni jambo